tunakutana. Sasa dada yake, mimi nimeona nende nyumbani kaangalia familia yangu, maana na muda mrefu sijaonana nao. Natamani nikukataze, lakini nashindwa. Sina budi kukubali. Sawa, nenda, lakini kaa ukijua huko unakoenda huko, tambua na adui yako yupo huko huko. Na kingine, ukienda hakikisha unarudi mapema. Sawa? Naelewa hilo dada, hata usijali kuhusu hilo. Mimi nitaenda kisha nitarudi. Sawa, usisahau kubeba vizawadi, maembe kukutana na njiani. Usiwaze kuhusu hilo, nakujazia mengi, unakula hapa mpaka unafurahi. Si unajua tupo wawili, kwa hiyo lazima ubebe vizawadi. Basi sawa, ndo unaondoka sasa hivi kwani? Mimi naona bwana niende sasa hivi ni wahi kurudi. Haya sawa, nitakia safari njema. Haya, mbaki salama. Haya. Tumeanza kutaniana siku hizi. Unataka kujua undani wangu. Umenisahau siku hizi. Nongea na wewe. Umenisahau. Zinakuacha za wanaume wangapi ili ulizike? Unataka wanaume wangapi katika maisha yako ili ulizike? Sasa nisikilize. Nakupa onyo la mara ya mwisho. Onyo la nini? Ni marufuku kutoka kwenda mahala popote bila idhini yangu. Na endapo ikijitokeza tena kwa mara nyingine, nitakachokufanya wewe, nitakubadilisha jina lako na utaitwa marehemu kama walivyo marehemu wengine. Umeelewa? Chukua ndoo, nenda bondeni kanifuatie maji ya kuoga. Lakini mume wangu, bondeni tunapofuata maji unajua kabisa ni mbali, na nilikwambia naumwa. Jukumu la kufuata maji ni la nani? Unataka nimtume nani akanifuatia maji ya kuoga? Unaanza kuwa kiburi. Nikafuate mwenyewe maji ya kuoga? Potea! Po! Sara! Karibu. Asante mjane. Kiukweli mguu wangu huu wa leo na ningesema ni waheri. Kiukweli nashukuru sana, jambo langu yanaelekea kwenda sawa. Nilikwambia hapa ndio kwa mganga Pelu. Hakuna mganga mwenye pengo Tanzania nzima, ni peke yangu. Nilikwambia nikikupa dawa nakupa dawa ya uhakika, sio nimekuja kubabaisha. Si nilikwambia kama ukiona mambo yako tofauti njoo.
haribu kila kitu hapa Kilingeni. Lakini wewe mwenyewe umekuja kutoa shukrani. Ndio mimi mganga Pelo, mwingine feki. Niambie. Pole sana ndugu yangu Msimbe. Unajua tuliishi katika mazingira magumu sana hapa nyumbani. Dhidi ya mahangaiko tuliokuwa nayo na fikra zetu kwako wewe ndugu yangu. Hatukujua unaishi wapi, mazingira yapi unaishi, ni changamoto zipi unazokutana nazo. Ila kwa sababu umekuja ukiwa salama, ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini katika kumbukumbu zangu, Tana alikuwa akikuulizia sana na alikuwa akikosa amani sana. Lakini toka ameolewa Tana, mimi nashukuru zile kero zimepungua. Na jambo kubwa, kiukweli leo nimekuletea zawadi. Kwa shukrani zangu zote kwa ajili yako. Sasa kabla hujanipa hiyo zawadi, kuna kitu kidogo hapa nataka nikupe. Umeliona hili? Hili linaitwa kopola ngongo. Kopola ngongo. Kiboko ya matatizo yako yote. Umeona zile dawa nilizokupa ndogo ndogo zile? Mpaka hivi ninavyozungumza nashukuru Mungu. Ile maneno ya Tana yalikuwa akija hapa makilio nini yote tumesahau. Kiufupi Tana ameolewa sasa hivi, anafanya maisha yake. Mimi nashukuru Mungu ndugu yangu Mudi, ukiwa mzima ni jambo la kushukuru. Nashukuru Mungu kabisa. Vipi habari za huko? Haliwezekani hilo. Tana mimi najua hawezi kuolewa na mwanaume mwingine yeyote yule. Haliwezekani? Ukiwa unamaanisha kitu gani? Mimi najua bro, umetafuta tu njia ya kufanya mimi niachane na Tana. Tana ndio mwanamke pekee kwenye kijiji hiki nilimpenda na yeye amenipenda. Tumeahidiana vitu vingi. Sio rahisi kukubali yeye aolewe na mwanaume mwingine. Hilo haliwezekani. Kwa hiyo we Msimbe uko sawa kweli ndugu yangu? Sio hajasaidia chochote. Lakini hii kiboko ya matatizo kwa mchungulia ndani. Unaona ndani kuna kitu Yaani hiki ni kiboko. Ila sasa kuna masharti. Waga mimi sitoagi dawa yangu bila masharti. Masharti yangu nikiyatoa ukiyazingatia ndio umefanikiwa. Lakini ukikosa kuyazingatia umefeli mwenyewe, sio mimi. Yaani maana yake mimi ninachokuwa nakizungumza hapa kinapitia huku, kinatokea huku. Mawazo yako hayapo kabisa nilipokuwa mimi, si ndio? Yaani mimi nazungumza kabisa hapa Tana ni mwanamke wa mtu na ameshaolewa. Mwanzo kabisa kabla hata hajaolewa upo na Tana. Mimi nakwambia kabisa achana, Tana ni mchumba wa mtu, anataka kuolewa na Champo. Champo anajulikana. Ulikuwa unanisikiliza una mimi mpumbavu. Sasa hivi nakwambia tena unaona mimi sina akili. Kwa hiyo sisi tunataka tuishi katika mazingira yapi? Shika kwanza. Masharti yake ni haya mawili. Sharti la kwanza, utafute nyoka mwenye mapengo. Alafu unachukua kijiti, unatoboa kwenye lile pengo. Kuna viuteute fulani vitatoka, utaviingiza humo. Sharti la pili, zunguka kwenye baa zote kubwa kubwa. Okota vizibo vote vya pale. Ukishaokota vile vizibo, kazi yako kila asubuhi kuchoma kizibo hiko kimoja, na huo uteute wa humo unautia. Uteute wa humo unautia. Ninavyokuambia, kwa dawa hiyo ukizingatia, ndugu yangu, maisha yako yamekuwa safi. Hakuna kukuingia, si mtoto, si mkubwa, si mzee, si kijana. Yaani mambo yanakuwa hivi. Watakuja kukuumiza. Bora wakuumize, tunajua kabisa tutakuuguza. Utakuja kufa. Yule sasa hivi ashakuwa ni mke wa mtu. Unapendaje mke wa mtu? Tafuta cha kwako. Na kinachoniuma mimi sasa hivi hiki Msimbe, nachoomba kinachoniuma mimi zaidi, Msimbe wewe ndugu yangu, wewe ni mbishi. Asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Ndio haya nilikuwa nazungumza. Wewe umesahau kabisa matatizo yalokuta na maskini ya Mungu. Umesahau kabisa, huna hata hiyo habari. Sasa hivi nakwambia na kukumbusha, una mimi ni mpumbavu. Yaani mwanzo tu hajamuoa yamekukuta yale yalokukuta. Hatujui uko wapi, unaishi vipi, tunahangaika hapa nyumbani sisi hatuelewi uko wapi. Yamechangamka hatari. Mimi ndo mganga pengo. Hakuna mganga mwenye pengo Tanzania nzima tofauti na mimi. Namba yangu ni hiyo moja. Sichekeshi wala sifurahishi. Yaani mimi ninavyoonekana ndo hivi. Nipo tu, yani sieleweki. Mimi ukija kwangu jambo lako kama halijakaa sawa, sio mimi Pelo. Sio mimi, yani nikicheka pengo unaliona, nikilia pengo unaliona. Ndio mimi. Lakini leo ameshaolewa. Hebu ashumu ndugu yangu, utavaa viatu vyangu. Utakufanywaje wewe? Kitu gani atakachokufanya Champo?
Achana na yule mwanamke Tana. Mimi nakwambia ukweli, hapa kuna wanawake wazuri. Na kama unataka mwanamke niambie, mimi nikutafutie. Nitakutafutia mwanamke mwenyewe utaenjoy. Kwa nini unang'ang'ania Tana? Achana naye ndugu yangu, huo ni matatizo, ni mkosi yule. Toka natoka kule, niliambia niwe makini. Hapo ndo napata picha kuwa Tana alihusika kabisa mimi kufikia kwenye hali ile. Kumbe kidogo mawazo unakuaga nayo. Sasa unafeli wapi? Ninavyokuambia hutaki kunielewa. Yaani awe anahusika, hahusiki, mume wake ndio anakuwa ni chanzo kikubwa. Kwa sababu hata mimi nikikuwa ndo cha kwangu siwezi kukubali, si mke wangu. Amna mganga ambaye anaicheka kwa kujiamini kama mimi. Hakuna. Yaani ni mimi tu. Nimekuruhusu nenda kafanye mambo yako. Afu baada hapo njoo nishukuru. Utaniambia majibu yake. Cha msingi kuzingatia tu masharti yangu. Usipoyazingatia ukifeli umefeli mwenyewe. Lakini ukiyazingatia masharti yangu ukifaulu ndugu yangu. Yaani kila kitu ni hivi mkembezano. Sasa wewe ashakuwa mke wa mtu unang'ang'ania hata kama anahusika hahusiki, achana Tana. Wanawake wapo wengi, usimng'ang'anie Msimbe. Msimbe hapa mimi naishi hapa na mama tunahangaika. Unavyoona hapa hii nyumba ipo tupu. Mama hapa hayupo, katoka kwenye mahangaiko yake. Mimi nimekaa hapa. Tunahangaika. Hatujui uko wapi, unaishi vipi, unakula nini. Sasa wewe Msimbe utaki kunielewa mimi, utamuelewa nani? Kumbuka sisi ndio tupo wanaume hapa wawili. Kila siku nakwambia hili swala. Mimi naenda tuishi kwa kutegemeana. Nielewe, utaki. Sasa unafikiri tutaishi vipi? Basi haya, mimi siwezi kuongea chochote kuanzia sasa hivi. Mimi sitaongea neno lolote. Kitakacho kukuta, sawa. Sitagusia chochote. Naomba mamangu kabisa asihusike na hilo. Bro, usinitupe bwana. Mimi mdogo wako. Mbona unafikia kiasi hiko kunipa laana hiyo? Mimi nimekuelewa. Mimi nakuahidi nitaachana na yule Tana. Pesa, madem, kazi, nini? Wewe utake nini? Utake nini ndugu yangu? Mimi ndo mganga pelu mwenzio. Sichekeshi wala sifurahishi, unavyoniona ndo nipo hivi hivi. Unaruhusiwa kwenda. Basi niseme asante. Pia na imani mambo yangu yatakuwa sawa zaidi. Si unaona? Good boy. Wewe ndo mwanaume, unatakiwa uwe hivyo. Yaani hivyo ndio uwe na maamuzi ya namna hiyo. So mtu unakuwa unaambiwa tunazunguka, kumbe jibu unalo kama tayari unaweza kukaa mbali na Tana. Hivyo. Mimi nimefurahi kusikia hivyo. Kaa mbali na Tana bwana. Alafu nikwambie tu ukweli, mimi na uhakika wewe utapata mwanamke mzuri tu. Umeona sisi tu mama yetu ametuzaa MHB, handsome boy. Na hivi ninavyoona mimi sasa hivi nishaingia kwenye muziki kama nilivyokuambia. Muziki si uachi, na kwa maana muziki wangu. Nina nyimbo hizi nataka nikarekodi. Na nikirekodi hizi ngoma, mimi nikitoka tunaondoka na majukumu yangu. Mimi mdogo wangu utaishi poa. Nakwambia kabisa utaishi poa. Kama ni wanawake utawakamata wewe, utafanya kila unavyotaka wewe. Wapo. Hawa ni maua tu. Achana Tana, msahau afu uone kama utapata mwanamke. Mimi nitakutafutia mwanamke, niamini mimi. Basi kaka, inatosha. Hapa sasa ndo umeonyesha ukubwa wako kwa wewe ni kaka. Wewe piga story kabisa, achana na mbali ya Tana. Hata utosikia yani. Na mimi nikajua kabisa na muziki wako nao umeacha bro. Mimi niache muziki? Hapana, muziki utanitoa, muziki utanilisha, muziki utanivisha. Mimi hapa muziki si uachi. Sharti langu ni lile lile. Usiangalie nyuma. Ukiangalia nyuma naota jino, na mimi kuota jino sitaki. Safari njema. Nashukuru. Ficha sasa, unatembeaje naye yuko uchawi yaonekane hadharani? Jamani. Wewe bwana, uchawi utauweza kweli wewe? Uchawi unafichwa. Watu wanaficha uchawi sehemu za usafiri. Uchawi anaficha kwenye mapengo, uchawi anaficha kwenye meno. Uchawi unatembea nao hadharani, kila mtu anaujua. Huyu mtoto atafanikiwa kweli kwenye mambo yake huyu. Uchawi unaweka hadharani. Ufichi. Uchawi unafichwa. Tena sehemu nyeti. Ndio maana nakwambia nakomana kaza hapa ili niendelee na majukumu yangu mengine. Ila Msimbe, kama umenielewa mimi nafurahi sana. Nashukuru ndugu yangu. Hivyo tu. Yaani hapa mama yenyewe angekuwepo angesikia maneno naongea hapa tulikuwa tunaishi fresh. Mama ndo katoka, tunakomaa wenyewe tu hapa kama hivyo. Kuhusu hivyo bwana kaka, ondoa shaka. Utosikia tena mimi kuhusu habari na Tana na kuambia hiyo. Tena ikiwezekana hata sasa hivi hizo stories za Tana ziishie hapa sasa hivi. Sawa, sio mbaya. Unajua Msimbe huko kumekupendeza sana. Umeona jinsi ulivyo hivi? Haki ya Mungu umependeza sana. Mpaka mtu akikutazama asema yes. Kikaka si ndio hichi? Yaani hiyo iko poa. Hapo ndio nafurahi kuona bro upo kwenye furaha, umfurahishwa na jambo langu. Ila sasa mimi nataka hapa nikuambie bro. Natamani sana kukaa na wewe tupige story maana muda mrefu. Pia nataka nikuambie kule mimi kuna dawa nataka nikamalizie. Nikishamaliza nitarudi. Wewe usina wasiwasi, wewe nenda. Na hata kama utataka kukaa huko kuwe kaa. Ila hapa si nyumbani, utakuwa unakuja. Mimi sikukatazi hapa, nitakupokea ndugu yangu. Ila tu uende vile ninavyotaka. Hapo tutaelewana.
kwa sababu utapokuwa umepata matatizo, sisi sote humu tutapata shida kwa sababu yako Msimbe. Tunahangaika, hatuna amani. Hivyo basi kila laheri ndugu yangu, wewe unaweza ukaenda na kila kitu kitakuwa sawa tu. Basi haina noma. Wewe kuwa na amani tu bwana. Basi poa bro. Tana. Acha nayo mambo bwana. Acha nayo wewe basi, mimi nishasahau bro. Si hivyo. Mpaka mwenyewe yule pale mkapendeza vizuri mpaka mimi naanza kuogopa sasa. Mtu kashaanza kuwa na kalangi. Tana wichi. Mwanamke mfupi kama mtungi wa gesi unamng'ang'ania hivyo. Kweli imani nilikweka moyoni, ukanimwaga hadharani. Nitaiweka wapi uso wangu kwenye uso wa dunia? Na labda kosa langu ungenieleza, pengine nikijua. Kumbuka nikaichora na tatu, nikizani milele itatu. Habari. Safi. Kwema, habari za huko? Huko salama, japo si sana. Leti habari. Sina jipya shemeji, kama kawaida yangu namuulizia Msimbe. Yaani kweli mimi sijawahi kuona mwanamke jasiri kama wewe. Hivi nikuulize swali moja. Wewe kwetu kwenye familia yetu unataka kitu gani? Kwetu sisi unataka kitu gani hasa?